Bwana Yesu asifiwe. Pendwa katika Bwana, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ni wakati mwingine tena ninakuletea clip hizi ambazo ninakuletea masomo haya. Na leo nataka niseme nawe tena kwa mara nyingine juu ya somo ambalo linasema kupoteza nafasi mbele za Mungu. Somo letu la leo linaitwa kupoteza nafasi mbele za Mungu. Mimi ni Prophet Jacob Zakaria. Niko hapa Kwimba Mwanza napokuletea masomo haya. Ninaamini Mungu anakusudi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya dakika hizi chache ambazo naenda kusema na mwanao huyu. Yesu, naomba umbariki, umtakase, umtie nguvu. Neema yako ionekane kwenye maisha yake. Somo hili likafanyike baraka kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo letu la leo linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9, ambapo Biblia inatuambia Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Haleluya. Biblia inazungumza habari za Adamu, na hii ni baada ya Adamu kuruhusu dhambi kaingia kwenye maisha yake. Dhambi ilipoingia kwenye maisha ya Adamu, Biblia inaonyesha namna gani Mungu anamuuliza Adamu alipo. Mungu alipokuwa akimuuliza Adamu mahali alipokuwa, hii haimaanishi kwamba Mungu alikuwa hamuoni Adamu, kwa sababu baada ya Adamu kugundua ametenda dhambi, Adamu na Eva waliondoka wakaenda kujificha, walikimbia uso wa Mungu. Kwa hiyo dhambi iliwafanya wakakimbia uso wa Mungu, na Mungu alijua kwamba Adamu na Eva wamekimbia uso wake, na bado akamuuliza, uko wapi Adamu? Kumuuliza Adamu uko wapi haimaanishi kwamba Mungu alikuwa hamuoni Adamu. Haimaanishi kwamba Mungu alikuwa hajui Adamu alipo. Mungu alikuwa anajua Adamu alipo, isipokuwa Mungu alikuwa anamuuliza Adamu nafasi yake katika bustani la Edeni liko wapi? Nafasi yake mbele za Mungu liko wapi? Kwa hiyo Adamu sio kwamba alimkosea Mungu tu akakimbia, isipokuwa Adamu alipoteza nafasi yake mbele za Mungu. Hii ina maana gani? Tunapokuwa tumeanguka katika dhambi au tunapokuwa tumetenda dhambi na hatujatubu ile dhambi inaondoa nafasi yetu mbele za Mungu. Kwa kinachofanya Mungu atuite sio kwamba hatuoni, anatuona, isipokuwa haoni nafasi aliyotupa. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, umeanguka kwenye dhambi na hujatubu dhambi, ina maana kwamba nafasi yako ile ya utumishi mbele za Mungu inatoweka. Hata kama Mungu anakuona, hata kama unaenda kanisani, hata kama unahudumu, lakini inawezekana nafasi yako mbele za Mungu imetoweka. Kwa hiyo dhambi inaondoa nafasi zetu mbele za Mungu. Inawezekana tunahangaika kwa sababu nafasi zetu mbele za Mungu zimeondolewa. Inawezekana ukiangalia, ukifanya tathmini ya maisha yako ya leo na ya zamani, unaona kama ni vitu viwili tofauti. Je, umewahi kujiuliza nafasi yako mbele za Mungu ipo au imeondolewa? Inawezekana hasira imeondoa nafasi yako mbele za Mungu. Inawezekana dharau imeondoa nafasi yako mbele za Mungu. Inawezekana kujiinua imeondoa nafasi yako mbele za Mungu. Inawezekana hata mavazi unayovaa imeondoa nafasi yako mbele za Mungu. The way una act inaweza ikaondoa nafasi yako mbele za Mungu. Sasa ndipo Mungu anapokuita anakuuliza uko wapi? Ina maana nafasi yako iko wapi? Adamu, nilikupa kazi ya kutunza bustani. Leo umekimbia bustani. Nafasi yako kwenye bustani iko wapi? Haleluya. Kwa hiyo Mungu anachoangalia ni nafasi ile aliyotupa. Kama ametupa nafasi kama kiongozi kanisani, ukahasi, je, nafasi yako ya uongozi, je, jinsi unavyoishi pale kanisani, Mungu anapokuangalia, je, anaona nafasi yako? Ile nafasi aliyokupa inaonekana? Je, jinsi unavyoishi leo bado nafasi inaonekana, au adui ameingilia kati, amekunyang'anya nafasi? Wakati mwingine tunarudi nyuma katika kazi ya Mungu kwa sababu nafasi tulizopewa na Mungu, adui amepata nafasi akatunyang'anya. Na adui anatunyang'anyaje nafasi? Ni kwa sababu tunaanguka kwenye dhambi na tunajikuta hatutubu zile dhambi. Kinachorudisha nafasi zetu mbele za Mungu ni toba. Toba inarudisha nafasi iliyopotea kati ya mwanadamu na Mungu.
Kwa mwanadamu unapotenda dhambi na unaishi bila kutubu ile dhambi, adui anapata nafasi ya kuondoa utakatifu wako. Na ule utakatifu unapoondolewa kwenye maisha yako, nafasi yako mbele za Mungu inaondolewa. Kwa hiyo leo ni siku yako ya kurudisha nafasi. Ni siku yako ya kutathmini maisha yako. Ni siku yako ya kutafakari maisha yako. Je, ile nafasi ambayo Mungu alikupa bado unayo? Nafasi yako kwenye biashara bado ipo? Nafasi yako kwenye ndoa yako bado ipo? Nafasi yako kwenye familia, je, ipo? Kwenye hiyo ofisi unayofanyia kazi, je, nafasi yako kwenye kazi ipo? Je, ile nafasi ya zamani ipo? The way watu walikuwa wanakuheshimu zamani wakati umeanza kazi pale, je, bado wanakuheshimu hivyo leo? The way ndoa yako ilivyokuwa, je, bado ipo leo? Inawezekana haipo kwa sababu umemruhusu adui akaondoa nafasi yako mbele za Mungu. Nataka niombe na wewe wakati huu ili Mungu akupe neema ya kutathmini maisha yako, kutathmini nafasi yako na kurejesha nafasi yako mbele za Mungu. Kama uko hapo na mnatamani kurudisha nafasi, hebu nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Inawezekana nafasi ulionipa Baba imeibiwa na adui. Lakini leo kupitia neno hili nimetambua na ninarudi mbele zako kurejesha ile nafasi iliyotoweka. Nisamee dhambi zangu, nitakase, niokoe, niwe mwanao tena, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umeomba nami sala hiyo, Mungu akubariki sana. Sasa nataka niombe kwa ajili yako ili Mungu arejeshe nafasi. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu ishiye mahali pa juu, wewe ni mwaminifu na mtakatifu. Tunajikabidhi mkononi mwako, tunajiweka wakfu mbele zako Adonai. Baba, inawezekana dhambi tuliyotenda imeondoa nafasi zetu mbele zako. Inawezekana maovu yetu yametufarakanisha sisi na wewe. Lakini Baba, tunajikabidhi mkononi mwako, tunarudi msalabani pako Bwana. Tunaomba toba na rehema kwa ajili ya dhambi na mahangaiko na vitu vyote na uchafu na takataka zote tulizofanya mbele zako. Baba, ninaomba msamaha kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mtazamaji huyu. Ninaomba toba na rehema Bwana. Tunaomba utusamee, tunaomba utakase kwa damu yako ya thamani. Baba, ninatamka kurejesha nafasi iliyotoweka kwenye maisha yangu. Ninarejesha nafasi iliyotoweka kwenye maisha ya huyo mtazamaji wangu, katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Chochote ambacho adui ameiba kwenye maisha yetu, chochote ambacho adui ameiba kwenye familia, kilichoibiwa kwenye huduma, tunaenda kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka urejesho wa nafasi iliyopotea. Ninatamka urejesho wa nafasi iliyotoweka. Natamka urejesho wa nafasi iliyoibiwa katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Baba, neema na fadhili ni zako, tukufu na heshima zako zionekane kwenye maisha yetu tena. Ukaturudishie nafasi zetu Bwana, ukatuguse Adonai, ukatubariki katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Pokea baraka, pokea kurudishiwa, pokea neema yako tena, pokea nafasi yako tena mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea kwa mamlaka jina la Yesu, ile nafasi iliyoibiwa pokea tena katika jina la Yesu Kristo. Ninairejesha kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya. Kama nilivyotangulia kusema, naitwa Prophet Jacob Zakaria, niko Kuibo, Mwanza. Unaweza ukawasiliana nami kwa namba za simu 0621213275 au 0787863433. Unaweza ukatumia pia hizo namba kusapoti huduma hii kadiri Mungu atakavyokuwezesha. Unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba hizo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, shalom.